Ama kweli kila mtu ajivunia alichonacho na alivyo. Maskini huwa anatamani utajiri kwamba ni mzuri. Halafu wale maskini ambao hawana kabisa mbinu ya kujikwamua, utasikia nasema eti matajiri pesa zao sio halali. Unaweza ukaona anaendesha gari kumbe joka, labda joka la karata. Sasa joka gani linaenda sheri kunywa mafuta? Na kitu halali, labda kifo. Si unaona hata huyo mke wako uliye naye huyo, yule jamaa aliyemkata utete, kuna muda analalamika umemuibia. Ndio maana Mungu katupa akili na nguvu. Cha kufanya tutajua sisi wenyewe. Yaani sawa sawa na Biblia inasema zaeni mkaijaze dunia. Halafu kuna kadada kakilokole pale kanasema sitafanya mapenzi mpaka nirudi kwa Mungu kama alivyoniumba. Unataka ukaijaze mbingu. Halafu matajiri tukiwaambia sasa kwamba tunatamani kuwa kama nyinyi, utasikia utajiri ni mzigo. Sisi wenyewe tunatamani kuwa maskini kama nyinyi, sema ndio hivyo. We mnatukatisha tamaa ili tuogope mwendelee kututuma. Yesu aliubeba msalaba na uzito wake huku akitokwa damu na kuuacha. Halafu mimi eti nitashindwa kubeba mzigo wa utajiri huku nimevaa suti. Nikasema tusiandikie mate, tukabadilishana maisha. Picha linaanza, utajiri wake wote ukawa wangu, magari yakawa yangu, nikamwachia tu nguo japo hawezi kuzivaa maana siana tena hela, nani atakayempa msaada. Yaani mwendo wa kuteseka. Akawa anatembea kwa mguu kuomba lifti. Anafanya kazi mabosa hawamlipi. Kodi kaisha, mwenye nyumba akamtolea vitu nje. Baada ya wiki moja akaja anasema sikia mwanangu, rudia maisha yako. Nipe maisha yangu, nimeona siwezi. Naweza nikawa nateseka duniani ili ni enjoy niendako, kumbe hata sini wapi. Ishi maisha yako. Unaweza ukawa unaumwa tumbo, mwenzako anaumwa kichwa. Ukaishi labda bora kuumwa kichwa kuliko kuumwa tumbo. Mkabadilishana magonjwa, kichwa kikakuua. Na kuna wale wanawake wanapendaka kusema eti ningekuwa mwanaume mademu ningewanyosha. Sasa mpaka ukutane na waliopinda. Kwa mwanaume watumie nauli wasije, ndio utajua kwamba wanaohisi uchungu sio tu wanaojifungua, hadi wanaowafunga. Yaani tena ukutu ulikuwa na hiyo ukaona kuliko kuila ni bora umtumie aje, utakurata yeye alafu asije. Ndio utajua kwa nini tunasema kwamba wanaojiuza wajengewe sanamu ila sura zisionekane. Si udhalilishaji, ila kiukweli wanatatua vizarura vya emergency. Na ukiwa peke yako kitandani unarukaruka mpaka kitanda kinakwambia tulia mwanangu, mimi ni jasiri, unasema fresh. Lakini ukileta dem sasa, kile ukijigeuza makelele mpaka kimomo unakuuliza vipi jasiri, umeamua kuacha asiri kama ankoti, unakojoa umechuchumaa au mzigo umekuchanganya? Na siwezi kuongelea wanawake wala wanaume, acha niongelee mapenzi, maana ndo kichwa cha habari. Japo akisomwa TBC si hawana uhakika, ila mimi atakayeniona tena napenda haja niwe, japo najua siwezi kufa. Mimi si ndo sterling wa hiyo movie mnayoangalia, ila cha moto nakiona. Na siwezi kumlaumu, bali namshukuru kwa kunitoa kwenye mzigo, kwa kunitoa kwenye kifungo ambacho hata ndugu walikuwa hawezi kuja kunitoa. Halafu nilichojifunza sasa ni kutokumwamini mtu. Yaani moyo unasema kwamba simpendi, akili nasema lakini kumbuka una shida na hela. Mdomo mwambie unampenda ila aendelee kukuhudumia. Mimi nilikuja kushtuka kuwa sipendi baada ya mwaka. Nikamuuliza mbona siku hizi kama sikuelewi, umebadilika? Akasema ni vile umechelewa kunijua, lakini mimi nimebadilika kitambo. Kwa hiyo zile siku zote na kuhudumia nilikuwa napoteza muda. Ndio, na utapata sana tabu kurudisha, maana waliouokota wana ujali. Yaani sawa sawa ufuge mbwa alafu uwe au uhudumii, ikate kamba huko nje ipewe pilau na nyama. Utaita we dogi lakini haitakuja. Ndio kajua kumbe nilikuwa nafanya kazi bure, kama kufanya mapenzi na kinga alafu nategemea mtoto. Haya, mimi napita jamani, mimi napita.